neema ya kuweza kunyenyekea. Amen. Kuna jambo tunaweza kuliona kwake kuwa la kawaida, na kwa sisi ambao wana wa Mungu tunayenyenyekea, Bwana pendi tuwe na ukawaida. Amen. Na pakikuwa ukawaida tutakosa kupokea. Yes. Kwa sababu tunaona moyo wake, na ndani ya mtu ambao Mungu ametengeneza moyo wake uwe kind, sisi tusichukulie na kuwa weakness. Na ukiwa uko na masikio, hisi neno la Bwana nasema usikie ile kanisa la Bwana yako, neno la Bwana na neno. Amen. Na tuwe watu ya kwamba kujua kwamba ni nani Mungu amekuletea. Tumeona mengi katika huduma, na ndani ya huduma tumepitia mengi, na tukaona shida mahali penye ziko kwa neema ya Mungu. Bwana anapokuletea mtumishi wa karibu nawe, inabidi tujifunze kwetu ni nini Mungu anataka kwetu, na tunapokubaliana na hilo itabidi tuweze kusikia. Amen. Amen. So ilipokuwa day 1, Bwana amenionyesha mti mkubwa. Nataka mnisikie kanisa la Bwana. Yes. Mti mkubwa ambao una matawi, na katika hiyo matawi kuna matunda mazuri yamewivya vizuri. Amen. Hallelujah. Amen. Nikaanza kuuliza Roho wa Bwana, haya huyu mti ni mfano gani? Na haya matawi ni gani? Na haya matunda ni nini? Bwana akaninenea kwamba our bishop ndio hiyo mti. Hallelujah. Akanieleza kwamba matunda yote yako kwa hiyo mti, matunda ya kiroho na ya kimwili. Wakapatikana kuna shida katika wana wa El Shaddai sisi. Hallelujah. Amen. Kwa maana huyo mtu uko pale ili tufaidike. Ile mtu uko pale ili tuitumie vizuri. Hatuwezi kuitumia vibaya. Tutaitumia vizuri yale matunda ambao yuko kwa ile mti. Amen. Amen. Na shida gani ilionekana? Kwa sababu Bwana kanifafanulia kusema kwamba ile matawi ni sisi wachungaji ambao tuko hapa, ambao Bwana ametuconnect kwa yeye. Amen. Hallelujah. Pigeni Yesu makofi kwa jina. Amen. Sasa jambo lilikuwa zito kwangu kwa sababu ilionekana wote ambao wako karibu na yeye hawaoni faida yale matunda. Faida ikaonekana kwa ile matawi ambao imezalika katika El Shaddai. Kwa maana walipokea na wakapata kwa faida. Amen. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ujumbe wa Bwana ulikuwa hivyo, na Bwana akasisitiza sana kunieleza ya kwamba wangapi walikuwa hapa day 1. Naweza nionyeshe kwamba wakati bishop alikuwa anahubiri day 2. Hallelujah. Amehubiri, sisemi ya kwamba mahubiri yote aliyohubiri haikuwa kutoka kwa Mungu ama wengine jinsi waliohubiri, lakini alikuwa ndani sauti ya neno la Mungu lilikuja kwetu ili tupate kuelewa jinsi tunaweza enda wana wa El Shaddai. Na ule ujumbe ulikuwa na nguvu sana. Wale wote waliofuata mahubiri hiyo, ukimtazama kisa wa bishop alikuwa anahubiri, na ndio sehemu ya yale Bwana alikuwa alinizungumzia on Monday kabla nikuje hapa. Na wakati nafikiri mliona nikaenda hapo, nilimwambia tu neno moja namaliza kunena yale Bwana alikuwa ananinenea. So nitaomba watumishi wenzangu, wakati Mungu anakuletea mtu karibu, jifunze. Thank you Jesus. Jifunze. Amen. Tosha kwanza ile unajua. Unaanza kupata Tosha yale ambayo unajua ili upate kupokea. Oh yes. Neno lingine likakuja tujengane ili tuweze kwenda mbele.
Inua kitu kiko ndani ya mtu mwingine. Ndio roho ni baba yetu uko nayo. Na sisi ambao ni matawi tujifunze kuinuana. Na kusamini utendaji wa kazi ambao uko kwa kila mmoja. Neema ni moja, lakini utendaji utafauti. Mungu. Si umepata hiyo ujumbe kwa urahisi sana? Mungu akubariki sana Pastor Jare. Amen. Nataka tuingie katika neno la Mungu. Siku ya leo ni siku very charged. Nataka uwe connected. Mungu anaenda kukubariki. Nitaenda kuhubiri kukuwa chombo ambacho Mungu anaweza tumia. Salimia jirani na umwambie uwe chombo kinaweza tumika na Mungu. Hallelujah. Ninataka nikuonyesha process watu kupitia kufika mahali ambapo wanaweza tumika ama kutumiwa na Mungu kwa njia kubwa sana. Hakuna mtu yoyote ameitwa na Mungu ambaye hawezi akatumiwa na Mungu. Kama Mungu amekuita ili akutumie. Glory to God. Na kila mmoja wetu tutatumiwa kwa njia tofauti. Kwa hivyo ni lazima utambue kwanza ya kwamba mimi ni chombo mikononi mwa Mungu, ninaweza tumiwa. Sema mimi ni chombo mikononi mwa Mungu. Niko tayari anitumie. Hallelujah. Nataka tusome Samueli wa kwanza 17. Mstari wa 31. Biblia inasema hivi. And when the words were heard with which David spake, they rehearsed them before Saul, and he sent for him. And David said to Saul, let no man's heart fail because of him. Thy servant will go and fight with this Philistine. And Saul said to David, thou art not able to go against this Philistine to fight with him, for thou art but a young, and he a man of war from his youth. And David said unto Saul, thy servant kept his father's sheep, and there came a lion and a bear, and took a lamb out of the flock. And I went out after him, and smote him, and delivered it out of his mouth. And when he arose against me, I caught him by his beard, and smote him, and slew him. Thy servant slew both the lion and the bear, and this uncircumcised Philistine shall be as one of them, seeing he has defiled the armies of the living God. David said, moreover, the Lord that delivered me out of the paw of the lion and out of the paw of the bear, he will deliver me out of the hand of this Philistine. And Saul said unto David, go, and the Lord be with thee. Sema amen. Amen. Hallelujah. Amen. Oh, glory to God. Ninataka siku ya leo uweze kuelewa kitu kimoja, ya kwamba Mungu ametuita ili atutumie sisi wote. David alichaguliwa na Mungu katikati ya mandugu zake. Bishop baba wetu jana alitupea mfano huo. Alichaguliwa kijana wa mwisho, akapakwa mafuta, na baada ya kupakwa mafuta akarudi msituni kulisha wanyama aliyokuwa nao. Na tulielezwa jana na askofu ya kwamba kuna watu wengi bora akishajua Mungu amemuita anakuwa muasi, hawezi kukaa tena chini, hawezi kufunzwa, anataka akimbia mara moja. Si siku napakwa mafuta ndio siku huduma inaanza. Kupaka mafuta ni ishara ya kwamba umechaguliwa. Lakini baada ya kuchaguliwa kuna training inabidi upitie.
Amerika rais akichaguliwa anakuwa anakaa chini miezi miwili wamfunze namna gani Amerika inaongozwa na rais anafaa kubehave. So watu wengi wanasumbua wachungaji kwa sababu ulilala ukaona ndoto ya kwanza ikakamilika, ya pili ikakamilika, ya tatu ukasema mimi ni nabii, hii kanisa inafinya huduma yangu. Na huduma haiwezi kuwekwa kwa msingi ya kuona maono. Huduma inawekwa kwa msingi ya neno la Mungu. Sema amen. So now kile kitu kinafanyika hapa ni kwamba David aliporudi kule msituni na mafuta juu yake, hakuanza kulia eti Saul, mbona bado amekaa pale na mimi niko na mafuta? Saul, mbona amekaa huko? Mungu, na wewe hii mafuta uliniweka ilikuwa ya kimbo ama ni ile ya mbinguni? Mbona umenipaka mafuta na ule bado amekaa pale? Actually ukiangalia David wakati alipewa opportunity ya kuwa Saul, ili achukue mahali pake alikataa. Hata kukata nguo yake Biblia inasema alikata kama mkono inatetemeka. Kwa sababu anasema siwezi kugusa mpaka mafuta wa Mungu. Hatutazamii ndani ya El Shaddai vita katikati ya mchungaji na associate pastors. Hallelujah. Ninaongea mambo haya kwa sababu huduma hii inaenda kwa kubwa sana. Pesa zitaingia. Usije ukaona kwa sababu pesa imeingia uanze kupata shida na mchungaji wako. Wakati alikuwa anaumia alikuwa hapo. Yule aliumia, acha furahia tena. Glory to God. Amen. So David hakuharakisha Saul aende ili yeye afanyika mfalme. Usikubali mtu akwambie ule mchungaji wako Mungu atamtoa wewe urudi pale. Kataa hiyo unabii. Amen. Amen. Pinga kabisa. Huyu Mungu wa mbingu akitaka akupe madhabahu yako ni nini? Si ni muda tu wa kufumba na kufungua. Una kanisa kubwa sana mahali. Amen. Kenya hii ni kubwa sana, tunafaa tumiliki Kenya. Amen. Tunafaa tutawala hii Kenya. Hatuwezi kubaki mahali pamoja tunafinyana. Ukisikia moto ni mwingi, neno inajaa kwa kifua, toka nje. Amen. Ende sokoni. Acha tusikie kwamba moto umewaka kule. Amen. Unaona Jonathan, baba yake amekataa watu wasipigane vita. Jonathan anasikia kifua chake kimejaa moto wa kuua watu. Akachukua bodyguard akamwambia bwana, tusikaa hapa twende. Wakaenda. Wakafika kwa kambi ya Wafilisti. Baba amekaa huko na watu wake, wameshajiingiza kwa mafumbo ambayo hayana kazi. Jonathan akasema tukifika pale watuone. Wasema nini watoto wa Saul, kujeni hapa. Twende kwa sababu tutaumaliza. Lakini wakisema kaeni hapo tukuje tuone, tutoreka watu watakuja kutua. Alipofika pale wale wakawacheka wanasema kujeni huko. Jonathan alienda kawaua wote. Amen. Biblia inasema David Saul akiwa amekaa kaona kivumbi juu. Moshi peke yake ni Wafilisti wameangamia, wanaumia. Amen. Sema amen. Amen. So imagine ya kwamba Saul ni kanisa. Na pulpit ameikalia na ubiri kwa sababu ana vitu pia Mungu amempea elekeza watu wake. Yes. Na wewe pia pale ndani moto ikawaka kwa kifua. Si kwamba ung'oa huyu, tafuta mlima. Maana unaweza kusimama moto iwake huko. That is how tutaongezeka kama El Shaddai. That is how tutafungua makanisa mingi kama El Shaddai. Bwana apewe sifa. Hata wewe kama ni mshiriki uko na ndoto kama hiyo, ikemee kwa jina la Yesu. Glory to God. Now angalia hapa David anaenda mbele ya Saul. Alienda kupelekea mandugu chakula na akasikia Mungu anatukana. Mungu anapotukanwa, David akasema mimi siwezi kukubali Mungu atukana niwe. Ninazungumzia kuhusu kukua chombo Mungu anaweza tumia. Amen. Anatumia historia ya David. Kwa sababu chombo kilichoandaliwa na Mungu kwa huduma ni aina ya mtu ambaye hana mchezo na kazi ya Mungu. Amen. Ni mtu ambaye mahali popote anaona kwa kanisa letu itatoka atasimama. Aidha kwa maombi au kwa kumobilize watu ili aibu hiyo iondoke. Yes. Isionekane. Si yule anaona kama kutoka naenda naingiza michi na anagoa anasema niliwaeleza hapa kuna kitu kuneni hapo. Si mtu anaenda kuharibu, ni mtu anang'ang'ana atengeneze.
David hapo qualify kuwa mwanajeshi. Mandugu zake wote waliqualify wakaenda vitani. Yeye alikuwa msituni analinda wanyama. Akatumwa kuwapelekea chakula, akakuta jina la Mungu linatukanwa, na wao waliokuwa qualified na wanadamu hawana uwezo wa kupambana na hiyo shida. Because God does not call the qualified. God qualifies the called. Akikuita atakupea uwezo na mamlaka ya kufanya mapenzi yake. So David akasimama pale akasema hapana, Mungu hatatukanwa na mimi niko hapa. Na wale ambao walikuwa na uwezo na mamlaka wanaogopa, huyu ni kijana wa vita tangu mtoto. So David akaenda kwa Goliath. Habari hiyo ikafikia Saul. Saul akasema leteni huyo mtu. David akatokea kijana. Akasema mimi naweza uua huyo mtu. Mioyo yenu isisumbuliwe. Tabambana na huyo mtu na nitammaliza. Saul anamwambia hapana, wewe ni kijana mdogo. Huyu mtu amepigana tangu mtoto wake. Mkuki yake ni kilo yako yote. Utawezana naye? Na akasema mimi niko na story. Na hii story nikikwambia hautaamini. Mimi ni mtu nimepigana vita ambavyo havionekani kwa macho ya wanadamu. You know, kijana huyu alikuwa msituni, akaua dubu, akaua simba. Dubu ni mnyama mkubwa sana. Na simba, wewe unajua simba anaweza kufanya kazi ya namna gani kwa mwanadamu. Hao wanyama wawili aliposema amewaua, ingekuwa ndoto. Hata mzazi hawezi kukubali. Kijana miaka 17 unatokea eti mzee, unajua jana nimeua dubu. Huyu mtoto alikuwa na pilipili mingi. Ndio aliota ameua dubu kwa ndoto. Lakini nataka uone kriteria ya vita David alipigana. Alipopigana na dubu na simba, hakuna mtu aliona, na hakuna mtu alimsifu, na hakuna mtu angemwamini. Kwa sababu alikuwa peke yake msituni. Na hizo ni vita hatari sana, kwa sababu angeshindwa, angekulwa na wale wanyama, angepatikana. Mnanielewa mzuri? Na hii vita ambavyo alipigana kisiri, ndio vita vilikuwa vimemwandaa kwa vita ya nje ya wazi, machoni ya maelfu na actually machoni pa taifa mbili zimesimama. Israeli upande moja, wa Filisti upande mwingine. Vita popular ilisababishwa, aliandaliwa. Wakati David anasema Mungu anaandaa mikono yangu kupigana vita, ni kwa sababu Mungu alimruhusu apitie vita zingine ambazo hazina celebration. Wakristo wengi tunapenda kupigana vita vya wazi ili watu waseme tuna mafuta. Lakini nataka uelewe vizuri. Ndani ya maisha kuna aina mbili ya vita. Kuna vita ambavyo unapigana si kwa sababu ya promotion yako. Na hizo vita ukipigana, hata utuambie umeshinda, hatujui kama ni ukweli umeshinda ama ulishindwa. Na hata ukishinda hatuna habari, kwa sababu hizo vita, they were not meant for us to appreciate or celebrate. Hizo vita vimewekwa maishani mwako kwa wewe mwenyewe kujenga what we call inner capacity, inner capability. Do you understand what I'm saying? Kuna kitu kinaitwa inner fortitude, uwezo wa kindani, uwezo wa ndani wa kukua nao, wa kupambana na mambo kwa utofauti na watu wengine. Difference kati ya wanaoshindwa na wanaoshinda si vile walivyozaliwa, ni vile wametrainiwa kutoka ndani. Ni decision ya moyo wao, ni determination yao, ni inner strength inayowasukuma kuendelea wakati watu wa kawaida wanasema enough, hii imenishinda, acha niachane nayo. Wanataka kuthrow in the towel. Wanasifiwa. So kuna vita ile unapigana, ukishinda ushindwe hatutajua. Na hizo ndio vita vinatuumba sisi kumanifest machoni pa watu. Kuna mtu ananielewa? So wakati Mungu alikuwa na prepare David mbele ya hao wanyama wakali, na anaenda kuhatarisha maisha yake kwa sababu ya kakondoo, ambako hata kangekulwa kamoja angebaki safe. Lakini anahatarisha maisha kwa sababu ya kondoo moja, anaenda kupigana na mnyama kali zaidi. Siku moja nilienda Nairobi orphanage, na nikaenda kwa mahali
mahali simba amewekwa, simba wa kiume. Ule mnyama ni mbaya. You know, nilikuwa kama 3 meters away. Amesimama upande ule kwa fence, ameniangalia. Alikuja tu kidogo, amenifix macho. Akafika kama mita 2 kutoka kwa ile kitu, akafanya unasikilia mahali sauti inatoka. Matumbo yako itaanza nguvu, hata ya kujaribu kupinga haitakuwa, utakachukia tu nikula basi umejafika. Hiyo mnyama ni hatari. Bwana asifiwe. David anasema alimuua. Mimi simama hapo, alimguruma mimi, fence ni mrefu, nilitoroka kwanza nisimamia mbali nimwangalie vizuri. So nikaanza kujiuliza, na David aliua hii kitu eti yeye. Huyu ni hatari kuliko Goliath. Bwana asifiwe. Hizi vita vya ndani ninazungumzia ni vita gani? Elshadai, unisikia vizuri. Hizi vita vya ndani ukishindwa hatutajua, ukishinda hatutajua. They are your own personal fight. Amen. Kazi yake ni kujenga profile yako ya kiroho. Amen. Kazi yake ni kukupa nguvu itakayokufanya usimama wakati mtu hajapitia training yako hawezi. Haleluya. Amen. Siku moja kuna jemedari mmoja wa Kenya alienda Sierra Leone, akashikwa na waasi. Alikuwa anaitwa Major General Mulinge, mtoto General. Waasi walipomshika bila mambo ya amani United Nations. Sasa pale anasema nilipelekwa na hao waasi kwa mahali wakaanza kunilinda. Na yeye ni mtu ako trained. Ni generali wa kweli. Na ameshikwa na tu vijana, tumepewa tu bunduki tukafunzwa kushoot. Wazungu wanaanza kunegotiate na waasi ili walipe pesa wamwachilie. Yeye huko ndani training yake haimruhusu aachiliwe kwa pesa. Alikaa pale siku ina, anasema nilikuwa najifunza vijana hawa wote movement yao. Wanabadilisha saa gani na wale wanakuja wana behave namna gani. Kwa siku ina niliwamapu wote nikawajua. Wanafikiri wanamfungo hapa, wanakuja wananiweka viboko, na mimi ninawafunza. Ninajifunza hapa kulingana na training yao. Alipoamua sasa ninaenda, alienda. Kwa sababu alichomoka, akashika mmoja akaua, akatumia bunduki yake akashutu wengine, akaruka fence, akakimbia miguu mpaka kwa headquarters ya United Nations. Wamekaa huko wananegotiate na wakora, jamaa anafungua mlango anasema hakuna haja, nimeshafika. Umefika hapo namna gani? Mimi commander. That is the inner fortitude, capacity and capability ya kusimama katika vita vyako. Unaambia mchungaji, niko na vita lakini tulia, nitakuletea ushindi. Kichwa cha Goliath nitaleta. Hauna wasiwasi, vita ni kidogo, acha nimalize. Hatutaki kulea watu ambao kichwa kikiuma mchungaji omba, mguu ikifura mchungaji nimelemewa, tumbo ikinguruma tu pastor nimesikia tena hatutaki kama hiyo. Lazima uwe pia na uwezo. Jambo limekuja unasimama manda la bosha, unapambana nayo, unaambia shetani umekanyaga waya mbaya, nataka nikuonyesha huyu mtoto haupeleki pahali. I will stand. Huyu mtoto utachukua over my dead body. Tutapigana hapa katika jina la Yesu. Si watu banana stem. Unajua banana stem? Miti ya banana ukisukuma tu. Hapana.
dharau kwa maisha yako. When we go to application, kuna mtu anaelewa? Kwa mfano vita vya kiburi. Kiburi ni simba ameua watu wengi sana. Kiburi. Ukishinda vita vya kiburi hatutajua. Na hizo vita vikikushinda hatutajua. Kukuwa mnyenyekea msimu. Mungu anaweza tembea kifua mbele kwa ujasiri na ni mtu very humble. Na unapata mwingine moja tu usema kitu ambacho hapendi. Utajua hiyo. Haikuwa. Yeye alikuwa simba tu anajificha kivyake. Kuna watu wana dhubu ya kutosamehe. Anaweza weka kizazi hata miaka 10. Ukikosea yeye hautajua umemkosea. Anangoja tu siku atakuwa na mamlaka. Siku atakuwa na nguvu. Umewahi kukaa na mtu umemsaidia. Siku ile anakuwa na pesa. Ana behave as if you have never existed katika maisha yako. Hiyo ni ndugu. Nilimshinda. Hakuwa. Kuna ndugu ya insecurity. Insecurity, yani wewe haupendi kuona mtu mwingine wana neno mzuri kumhusu. Ni waseme tu kukuhusu wewe. Dada fulani anaimba nini? Majimbo za matakataka hizo ndio. Kwani ni wewe tu ndio mwimbaji mzuri. Kuna ndugu ni pastor huyo mchungaji ametumbia mzuri sana. Alikuwa anasema nini? Hiyo ni kiombe kikule kabisa hapa. Haikuwa na pumzi ya Mungu. Kubali ya kwamba kwa hii dunia hauwezi kuishi kwa island yako peke yako. Hata hiyo nguo umevaa sio ukishona. Pesa ni yako ulinunua lakini kuhitajika mshonaji. Ndio uvaa kule ungevaa kama bedsheet. So kuna haya mambo ya ndani kwa ndani na tukuna. Na hapo ndio vita vya Daudi msituni. Sisi wote ni kina Daudi msituni. Na kuna Goliath. Goliath si wako. Goliath ni vita vya El Shaddai. Goliath ni vita vya kitaifa. Si vita vya binafsi. Goliath hakukuwa Goliath wa David. Goliath hakujua David. Goliath alijua Saul. Goliath alitaka kunyanyasa Israel. Wawe slave wake. He was not a Goliath of any man. He was a Goliath of a nation. Mungu anakuprepare kwa sababu ya mataifa. El Shaddai, we are being prepared for nations. God is preparing us for nations. Hawezi kuambia watu wako Goliath wako. Hakuna mtu hapa na Goliath. Madubu tu ndio siko hapa na masimba katika mioyo yetu. Leo tunaua ndugu ya ukabila, ndugu ya mazarau, simba wa maringo, simba wa kiburi, simba wa uchoyo, wa wivu. Lazima tuwaue wote katika jina la Yesu. Vita vya nje havina nguvu kama vya ndani umeshinda. Kuna mtu mmoja kule Cuba alikuwa askari wa zamani alisema nchi kienda vitani, kiongozi wa jeshi atengeneze risasi 10.
risasi 10, atumie 9 ndani. Ile moja ile italeta ushindi. Yaani unapigana na adui. Anasema risasi zako 9, angalia wale watu wa ndani. Wale maadui wa ndani. Shoot wote. Maliza. Ukishamaliza maadui wa ndani, waende wanahitaji bullet moja. Wanatoroka wote. Kwa sababu kama wewe ni nchi unaenda vitani na huko na waasi, wanaongea na wale, wanauza siri, wanakula pesa zao, wako kwa salary zao, hata kama uko na nguvu gani watakupiga. Wivu ni traitor, anashirikiana na shetani ili akuangushe. Wewe unataka kupambana na shetani na una wivu ndani ya moyo, utaanguka. Na ndio sababu watu wengi hawapendi katika maisha. Unajua Mungu anaweza kukuita na akupa destiny kubwa sana. Lakini pamoja na hiyo destiny kubwa, amejua kwa muda wa miaka 15 ijayo mambo amekusudia kufanya na wewe haitaanza. Kuna mtu Mungu amempa mandate ya kukutrain kwa miaka hizo 15. Hili kwa mwaka wa 15 uachiliwe. Uende kama umekamilika. Na huyu mtu anaweza kuwa hana mwito kama wako. Hana mafuta kama yako. Trainer si lazima awe na nguvu kukuliko. Amen. Haleluya. Na hapo ndio mahali mimi ninahurumia sana wale watu wako na huduma zinazopika kelele sana, kama unabii, kama uponyaji, working of miracles, evangelism, mass evangelism, watu wanaokoka. Those people wao wanakuwa impatient sana kukaa chini ya mafunzo ya mchungaji ambaye hana vipawa kama vyao. Huduma haifanyiki kwa vipawa, inafanyika kwa mwito. Bwana asifiwe sana. So, ninaomba siku ya leo ninaponena namna hii, uangalie katika maisha yako ni vita gani vya ndani unahitaji kushughulikia. Kwa sababu hao ndio wadugu na hao ndio kina Goliath. Wakikushinda hatutajua. Vita vya immorality. You have to fight that war. You have to conquer it. In the name of Jesus. Amen. Do you understand what I'm saying? Yes. Siku moja kuna mtu mahali alikuwa anatumikia tu Mungu. Nikapata habari ya kwamba ameenda kando. Nikamuuliza, nikamwambia, ndugu, unafaa kuachana na hii njia, urudi kwa njia iliyofaa. Akaniambia, unajua mimi nilikuwa nafanyia tu kazi. Do you understand what I'm saying? Kile kitu nataka nikueleze ni kwamba usipojiprepare kutoka ndani, yale ulificha, yale unayolea kutoka ndani, siku moja itakuasi. Itatokea nje wakati haukutazamia na itakuaibisha. Hallelujah. Amen. We are more than conquerors in Christ Jesus. Amen. That's why ninaomba siku ya leo uweze kuelewa ya kwamba David was prepared through the inner battles he was going through. Vita vya ndani alizopitia zilimuandaa kwa future Mungu alikuwa nayo kwa ajili ya maisha yake. Wewe uko kanisani, hauwezi kutumwa na mtu. Hauwezi kujituma mahali popote. Wewe unapenda utumikiwe, si wewe utumikie. Hallelujah. Amen. Unapenda ukipewa kazi kidogo, ubebewe vitu, ukuje. You know, Jesus Christ. Mungu akusaidie. Amen. Na Mungu atusaidie kama watumishi. Wanapewa sifa. Amen. Kazi ya Mungu si white collar job. Hii kazi ya Mungu si kama kazi ya rais. Si kazi kama ya ofisi. Hii ni kazi unachafuka mikono. Unarudi chini. Unahudumia watu. Unajenga watu. Bwana pewa sifa. Wakati David
malizana na vita hizo vya ndani. Siku moja alipokuja akaona Goliath akasema hapana. Hii haikukuwa kujifanya. Hii ni kitu kilikuwa kinatoka ndani. Siku moja nimekaa kwa mkutano, nimeokoka tu. Ndugu yangu amenipeleka kanisani. Nimekaa pale church, kulikuwa mkesha ya vijana. So mimi naturally Mungu amenipa uwezo wa kujua lugha na kuziongea kwa urahisi. So mimi nimekaa chini, pastor na ubiri wa vijana. Mkalimani wake anaharibu mahubiri yote. Completely. Mimi nakaa nauliza na huyu mtu anafanya kazi gani? Kumbuka ni mara yangu ya kwanza kukaa kwa kikao cha mkutano ya vijana. Nimekuja tu kanisani saa moja sana. Nikamwambia ndugu yangu, si huyu anaharibu sana. Mimi naweza kufanya mzuri kuliko mtambo ya achie. Kanyamaza tu. Ndugu yangu alikuwa mpole sana. Mhubiri akaombea akafika mahali akasema jamani, hii mahubiri itaharibika yote. Hakuna mtu anaweza kunisaidia hapo. Wote wamenyamaza. Alipouliza tu mara ya pili nilichomoka. Huyu anajaribu kunishika nimeenda. Nikachukua microphone. Tuliflow. Kutoka siku hiyo nilifanywa a personal interpreter of my senior pastor. My wife met him before he died. Another crusade came, a big one. Governors wako pale. Baba ya Moise Biye, the singer. His father is my apostle. Ameletwa mkutano kubwa, governors wamekaa chini. Wale wazee wa zamani wanasema sisi ndio tutakalimani. Pastor wangu akasema hii mkutano itakalimaniwa na Ilunga. 19 years old. Nilipiga hiyo mkutano kwa utulivu wa kutosha. Ninataka ujue kwamba kuna ile uwezo wa ndani Mungu anataka kujenga ndani ya maisha yetu. There is inner capacity and capability. Wakati tunasema Shaddai inaenda mbali, si kukiri tu ambayo tunakiri bila mwelekeo. We have it in our heart. We want you to see it and believe in it, ili tuweze kutembea pamoja kwa jina la Yesu. Ninataka mtu aone hilo jambo katika maisha yako. Uone ya kwamba hii dini inaenda mbali. Mahali tumetoka ni mbali. Hapa kulikuwa kanyumba Onioma. Marafiki yangu wananichekea nasema kanisa Ilunga iko Onioma. Kama ikaa hivi Kambao. Mama mmoja mmoja akapita hapa akaenda na akatafuta namba yangu. Akanipigia anasema mchungaji habari yako, nasema niko salama. Anasema manake nimepika kukwambia kanisa yako imechakaa, imechafua image ya hapo mahali pote. Waseme tena. Haleluya. Kitu nataka uone ni kwamba usipopigana vita vya ndani ushinde. Ya nje hauwezi. Wewe ni mama Mkristo, unaumiza mzee kule ndani. Unamuumiza, kuna vitu unafanya, nyumba iko disorder. Mtu akiingia kikombe hiko huko, socks iko kwa mlango, kila kitu disorder kila mahali, kuku zimekaa juu ya meza, inaacha juu ya meza. Na Mungu anasema sema vita kidogo. Tunapigana vita. Yesu vita gani za kiroho? Rudi nyumbani. Osha nyumba, tengeneza. Prepare your house. Wanakojoa ni kawaida. Wote tunajua. Lakini si lazima nyumba inuka na kutoka. Haleluya. Thank you. Namba tukaomo kadogo asubuhi ukiamka, chukua hizo bedsheet, weka pale finya, weka kwa kamba, toa mattress nje. Wako sema watoteka wanakojoa ni wangu si wako. Ni wangu wako. Tandika hii mattress as long as wanakojoa sina shida. Ni nyumba yangu nataka iwe clean. Unaidika nini? Haleluya. Haleluya. Kwa kubariki mama. Lazima tujue kupigana vita.
wasiwasi. Hakuna shida. Huyu Mungu, unajua ukishinda na Mungu, hata Mungu akikusaidia kushinda umbu, hiyo ni testimony tayari ya kwamba together with God niliua mosquito. Hiyo ni kitu kimebaki ndani yako. Kesho na kusaidia unaua nyoka. Hiyo ni ushuhuda tayari unao. Huyu Mungu wangu nyoka anaweza kuua. Kesho yake unaua nini? Umbwa. Huyu Mungu wenye simba wa celebrate waliua simba. Sina shida. Mahali nimefika na Jehova. Mimi na Jehova tunaweza uwa umbwa. Haleluya. So nikitembea nipata simba nasema hiyo kitu ni ya Samuel. Acha mimi nisonga mbele. Nikipata mahali kwa yuko ninaweka ukali. Na chapa na maliza. Kwa sababu my God has done it. My God has done it. Glory to God. Shetani ni shetani. Awe wa Amerika, awe wa Afrika, awe wa kwele vile, ni shetani yule yule. Hauwezi kukua lizard, Webuye, na Nairobi, Mahanga, ukafanyika crocodile, Amerika. Lizard ni lizard kila mahali. Crocodile ni crocodile kila mahali. Ninaomba siku ya leo. Biblia inasema katika nyumba ya Mungu kuna vyombo vya aina mingi. Kuna vya udongo, kuna vya mbao, kuna vya chuma, kuna vya dhahabu. Mtu akijitakasa anaweza kuondoka kukuwa chombo cha udongo na anawe chombo cha dhahabu. There is a mystery in the house of God. Ya kwamba vile uliingia si vile utakaa. Unaweza kuwa umeingia chombo cha udongo. Walio wa chuma wasikusekelee. Kwa sababu kufanyika chuma si mambo na muda, ni mambo na kujitakasa, ni mambo na kujitenga, ni mambo na kujielewa, ni mambo na kuamua ya kwamba ninataka kutumiwa na Mungu. Hallelujah. That's why mimi sitetemeki mbele ya mtumishi yoyote. Hata kama unahubiri moto inashuka. Nitataka nijue hii moto ni ya Mungu ama ni ile nyingine. Kwa sababu hata kwa shetani kuna moto. Naweza ikashuka. Nikishajua ni ya Mungu au nitishi. Kwa sababu hata wewe kulikuwa mahali ulikuwa hauwezi ita moto. Mimi mahali nimefika ninaweza ita upepo ikuje. Nitaendelea tu. Siku moja nitaita pia moto. Ninatoka kwa Mungu wetu. Siku moja nitaita moto. Ninaomba kufanyika chombo kinaweza kutumika na Mungu. Hatua namba 1 it is inner preparation. Hapa ni wewe mwenyewe unaenda kwa kioo, unajiangalia kwa kioo. Hauangalia unasema hey, Moses umeteswa na watu. Ukiangalia kioo na hiyo mtazamo umeshindwa tayari. Unaangalia unaita pity party. Unaanza kulia. Unaangalia kioo na uliza ule mtu kwa ndani, wewe ujeuri yako uliacha. Ile kiburi, ile maringo ya kuzaliwa nayo. Hiyo tabia yako ya unafiki, ya kuhepa kukuwa slippery. Hauwezi ukashika na ukashikika. Wewe ukikamatika huko umechomoka ni kama nyoka. Hiyo hali umeshaacha. Kwa sababu hizo ndio vitu vimezuia Mungu akutumie. Hizo ndio vitu vinakuhepesha mikononi mwa watu Mungu ametuma wakusaidie. Katika dunia hii kuna watu Mungu analeta maishani mwako ili wakusaidie. Kuna watu Mungu analeta ndani ya maisha yako ili wakufunze. Wale wakukufunza hawakuji na neno la huruma. Hawakuji na neno la kukubembeleza. Wanakuja sometimes wako na kiboko. Hawataki kucheza. Elijah anaenda kwa Elisha. Elisha alikuwa a normal sense man. Hallelujah. Umenipata kwa shamba mimi nalima. Ukaniambia niache. Nikufuate, nimekufuata. Alafu nikikufuata hautaki kushirikiana na mimi.
safari yao ya kutoka Bethel kwenda mahali alichukuliwa, kila swali Elijah anamuuliza ni kunyamazisha. Anamwambia mimi tuko hapa Bethel, tunaenda Jericho, wewe baki hapa acha niende. Elijah anauliza unasema nini? Eti nibaki hapa, sibaki. Kama vile Mungu anavyoishi, niko na wewe. Haya, wakaenda. Wanafika hii mtu, wewe kijana, baki hapa. Mimi nasonga ile siti nyingine. Kijana anamwambia wacha kupoteza muda. Mimi na wewe hatuachani. Sikukujia ujeuri wako, nilikujia mafuta. Nyinyi wale mlioitwa kukaa chini ya wachungaji, tafuta kilichofanya awe mchungaji. Wacha kutafuta udhaifu ndani yake. Kwa maana ukianza kutafuta udhaifu utaona mingi na hautabarikiwa. Utambisi kile unachotumia. Umekaa tu na darubini, mchungaji akikohoa ni ugonjwa ama ni nini? Na akisema Mungu anaweza kuona amekohoa hivi na hiyo kukohoa kumeenda miezi mbili. Jamaa wachana na kukohoa. Haleluya. Elisha alitabiri akiwa kwa kitanda cha kifo. Mfalme akakimbia akasema my father, farasi wa Israeli na askari wake. Elisha akaamka akauliza shida yako ni gani? Nimevamia. Akasema okay. Chukua mishale tatu. Akasema chukua mshale mmoja piga kwa floor. Akachukua kupiga kwa floor. Mshale wa kuwa established. You will not be moved. Amen. Akasema chukua mshale zingine tupa hewa. Jamaa katupa ya kwanza na bia amenyamaza amefanya kama amelala. Katupa ya pili anaangalia na bia amefanya kama amelala. Na katupa ya tatu na bia amefanya amelala. Na akaacha. Baada ya kufungua macho akasema ungetupa kama 5 na 6. Ungepiga green mpaka umalize. Na kwa sababu umetupa mara 3 kwa kufa moja utashinda tu mara 3 ya ina utakoroga. Hapo ni kwa wale ambao ukinunua filimbi lazima tucelebrate. Ukitoa 2,000 lazima pasa nasema wapendwa Jehova ameonekana. Hatutafanya hivyo. Hatutafanya hivyo. Hapana, hapa tutafanya hivyo. Bwana asifiwe. Kuna mtu ananielewa? Ninazungumzia kuhusu vyombo vilivyoandaliwa na Mungu. Wakati mtu ameshaiva katika vita vya ndani, ni nini hii issue bado na struggle naye? Jambo lolote unafanya kwa siri na unajua watu wakijua itaniaibisha, fight it now. Tumekuja hapa kuomba neema ya wewe kupigana nayo na kuishinda. Do you understand what I'm saying? Yes. Askofu alituhubiria jana, alitupa ushuhuda. Siku moja ikaa tu, mwaliko ikakuja ina ubiri Kisii. Akaingia gari Saturday, akafika usiku akalala town. Kumbe kuna mzee wa chacha anaenda kufanya kazi Kisii. Sasa wakati mzee huko wako Kisii hawamjui kama ameokoka. Anakunywa tu vizuri, anatembea kitangatanga barabarani. Sasa wakati amefika, bishop ameamka asubuhi kwenda kanisani. Akakutana na mzee. Mzee anatembea tu. Fungua macho hivi. Bishop hapo mbele yake. Akamsalimia askofu habari yako. Akasema mzee. Sijajua ni shida gani na stori za Kisii. Nimeingia tu hapa nikasema nikunywa stori moja. Hiyo stori nimekunywa nimesikia hata mimi mwenyewe sijaelewa ni nini inaendelea. Bishop akamwambia hiyo stori inaonekana ni kali. Rudi kwa mahali uko kulala. Na wakaenda kuhubiri. Kuliko ungoje hivyo, pigana hizo vita peke yako. Ingia mahali pandani waambie Mungu enough is enough. Kama wewe
Mungu ulifufua Lazarus kutoka kwa wafu, mimi bado niko hai. Unaweza moa hii kitu. Hii mdogo kianza kuongea inachomanga kila kitu. Nataka uiteme, uifunga kidogo, uipe hekima, tengeneza mimi, so that nikitokea mbele ya watu niongee mambo yako. Kinywa cha nabii, kinywa cha kuhani kinalinda hekima. Biblia inasema katika Malaki, kinywa cha kuhani kinalinda nini? Hekima. Hakiongei ovyo ovyo. Are you blessed? Amen. Nataka uone kitu kimoja hapa. Uweze kuelewa ya kwamba shida wakati David anapewa silaha za Saul, shida haikuwa hata kwa silaha sana vile. Shida ilikuwa kwa aina ya mtu aliyekuwa anabeba silaha. Mtu anayebeba silaha anafanya silaha ziwe na value ama zisiwe na value. Kwa maana Mungu hapaki mafuta juu ya silaha, anapaka mafuta juu ya mtu. Sema amen. David kwa sababu alikuwa tayari instructed in the ways of God, alikuwa na uwezo wa kuelewa njia zisizo za Mungu, njia zitakazo mlemaza asifaulu. Hata kama zinatoka kwa watu walio wa juu, hizo njia si za Mungu. Hiyo ndio shida tunayo. Every time tunaambia watu hakuna kitu kama kujenga madhabahu na kubomoa madhabahu. Yesu ni madhabahu yetu, amefanya kila kitu kwa ajili yetu. Unatoka hapo unapata mtu mwingine ni kuhani mkubwa, ni mtu mkubwa anajulikana kila pahali, na ubiri hiyo amesema Bishop wetu leo, ninaelewa, I'm a theologian, nimesoma na ninatembea na ninaelewa kile ninakwambia, and I am faithful to the writings of the word of God. I want you to know Jesus is our altar. He did everything for us. Hakuna gharama unahitaji kulipa kupokea kutoka kwa Kristo. Hakuna gharama. Tunawapa bure. Kazi ya Mungu inategemea wale watakaotoa na moyo wa hiari. Tukianza kukulazimisha kutoa, hakuna Mungu tena hapo ndani. Bwana asifiwe. Mtu wa Mungu nataka kuelewa hivi ya kwamba Mungu atakutia nguvu ndani ya vita. How does God strengthen you in battle? Kwa sababu anajua vita viko permanently. Mungu anakuprepare on your day-to-day life. Katika maisha yako ya siku baada ya nyingine, Mungu anakuandaa. Usikafikiri ile vita unapiga watoto na kuwatukana hiyo ni kando, ni family. Mungu haoni. Matusi haitoki kwa Mungu. Oh, hallelujah. Nataka kusoma Psalm 78. Nataka kuona kitu. Psalm 78 verse 5. Tunasoma mpaka verse 11. Hallelujah. Kama umefika kwa sema amen. Nimesema Zaburi. Tusoma sote. For he established a testimony in Jacob and appointed a law in Israel, which commanded our fathers that they should make them known to their children, that the generation to come might know them, even the children which should be born, who should arise and declare them to their children. Mnasikia vile mambo ya Mungu inaendelea? Inatoka kwa wazazi inaenda kwa watoto. You establish something that they might set their hope in God and not forget the words of God, but keep his commandment. Hallelujah. Amen. But sikia verse 8. And might not be as their fathers, as stubborn and vain generations. A generation that set not their height, and whose spirit was not steadfast with God. Kizazi cha watu hao hawakuweka mioyo yao iwe sawa na Mungu. Na roho zao hazikuwa in line, hazikuwa steadfast, hazikuwa zinakubaliana na Mungu. Hizi ni vita vya ndani. Moyo wako usipoiweka iambatane na Mungu, we will not know. Unaweza kuwa kanisani, but your heart is not right. Hallelujah. Sasa sikia matokeo. Verse 9.
children of Ephraim, being armed and carrying bows, stand back in the day of battle. Wana wa Efraim wakiwa wamevaa silaha zote, wakiwa equipped for battle, walitoroka siku ya vita. Ni nini iliwafanya watoroke? Verse 10. They kept not, verse 10, 1, 2, 3. They kept not the covenant of God and refused to walk in his. Verse 11. And they forgot his works and his wonders that he had shown them. Sema amen. Amen. Watu wanaweza kukua equipped. Muna mafunzo yote. Umeenda chuo, umesomeshwa, unaelewa. Hiyo haitoshi. Tengeneza maagano. Elewa tunayotumia leo si kama ya zamani. Kuna difference katika agano la kale na agano jipya. Kuna mambo Mungu anatazamia kutoka kwetu watu wa agano jipya. Katika agano la kale Mungu alitembea na wafanyakazi na nation. God worked with the nation. In the New Testament, God is working with the family. Agano la kale kwa taifa ya Israel. Agano jipya sisi ni familia ya Kristo. Sisi ni wenyeji wakaaji wa hiyo nyumba. Bado tunaitwa citizens of heaven. Ndani ya agano la kale wafanyakazi wanatumikia Mungu. Ndani ya jipya ni wana wanafanya biashara ya baba yao. Ndani ya agano la kale walifanya wakitazamia mshahara. Sisi tunafanya tukitazamia urithi. Ndani ya agano la kale walianza mahali pa kutokubalika, wanang'ang'ana na nguvu zao wakubalike. Ndani ya agano jipya tunaanzia mahali pa kukubalika. Tumeshakubalika na Bwana. We are accepted of the Lord. We are in the grace of God. By the time unaokoka umeshakubalika. Katika agano la kale lazima ufanye kazi ndio ukubalike. That is why when fail wote. That is why hakuna mtu angefaulu katika agano la kale kwa sababu sheria, Paulo anasema sheria Mungu ilikuwa nzuri lakini ilikuwa ngumu kutuliko. Hallelujah. So wewe niambie mtu anaanzia ndani ya nyumba ya Mungu. Amekubalika na Mungu. Amebarikiwa na Mungu. He has blessed us with all spiritual blessings in heavenly places. Tumeshabarikiwa. Ni nini utafanya ukubalike na Mungu? Ni nini unatoa hili pata attention ya Mungu? Kama hata ukitoa milioni moja inashinda Yesu. Mungu alitoa Yesu ndio wewe upatikane. Ni nini utatoa uvute Mungu? Utamvuta wapi kwa sababu uko ndani mwake na yeye yako ndani yako. Whatever we do today, hatufanyi ili tupate kibali cha Mungu. Hatufanyi ili Mungu afurahi. Hakuna kitu unaweza fanya Mungu afurahi. Mungu alikufurahia ndani ya Kristo tayari. Kwa maana Kristo alikufa. God is happy with you. Kuna kitu reconciliation. Tumeshaunganishwa na Yesu. Waliokuwa wawili, ukuta ya kibambasi ilitolewa ili kwamba waliokuwa wawili wawe mtu mmoja ndani ya Kristo. Ndani yake hakuna Myunani, hakuna Myahudi, hakuna Mgiriki, hakuna Mweusi, hakuna Mweupe. Wote tumefanyika watoto wa Mungu. Elewa agano tunayotumia. Weka doctrine yako, mafunzo yako iambatane na agano yetu. Shida ya kazi ya Mungu ni kwamba unaweza fanya mapenzi yako mpaka mwisho. Na ufika mwisho Mungu akwambia sikujui. Sasa kama ni kusikia tusikie saa hii wakati tunakueleza. Haleluya. Unaweza ishi fanya mipango yako kwenye shamba amenyamaza tu. Ni kama mzee ameambia watu mwendeni kwa shamba yangu mnivunie nitawalipa jioni. Wakajua huyu mzee hata ukiingia asubuhi hata ukiingia saa 5 malipo ni ile ile. Wengine wakaingia kwa shamba wanafanya michezo. Bora niko kwa lisa wala uko kwa shamba. Mzee mmoja akasema mimi sitakula pesa ya bure. Jaza mahindi, vuna jaza kwa gunia. Vuna jaza kwa gunia. Jioni kafika. Mzee ako na gunia 50. Amefanya kazi. Hao wengine wanamwambia umejitasa bure.
iko tu sawa. Mzee akasema haina shida. Wakati anafika kule, mwenye shamba anasema leo sina mshahara. Umenifanyia kazi kwa muda, kila mtu aende na kila alichovuna. Mzee akashika mkulia. Hakuna mtu anapita. Sisi ni wachungaji wako. Hatuna malipo yako. Mwenye malipo ni yule. Mwenye shamba ni yule. Amekwambia tu tukuandae. Unapokaa kwa hii shamba, ujue haunitumikii. Unatumikia yule aliye na wakati. Biblia inasema wana wa Israeli wakiwa wamevikwa silaha, walitoroka wakati wa vita. Kwa sababu walikataa agano na walikataa kutembea katika sheria za Mungu. Bwana asifiwe. Umefika sagani. Endelea kidogo. Hallelujah. Now, katika kutembea na Mungu kuna aina mbili ya vyombo. We have two kind of vessels. Nimeanza na David kwa sababu ni chombo cha maana ndani ya Agano la Kale. Romans chapter 9. Verse 22. Kama umefika sema amen. Hallelujah. Romans chapter 9 verse 22. Unaweza kutokea? Biblia inasema hivi. Mnaona hiyo maandishi kwa screen? Let us read together. What if God, willing to show his wrath and to make his power known, endured with much long suffering the vessels of wrath fitted to destruction. Nataka uweka line hapo. Vessels of wrath. Vyombo vya hasira vilivyoandaliwa fitted kwa sababu ya destruction. Tuendelea. And changed the glory of the incorruptible God into an image made like a corruptible man, and to birds and four-footed beasts and creeping things. That is verse 23. Amen. So unaona hapo tunapewa story ya vyombo ambavyo ni vyombo vya hasira. Na Biblia inasema vyombo vya hasira vimeundwa, ziko fitted. Na nimekueleza katika kutembea na Mungu, you fit yourself. That's why Yesu anasema mtu akijitakasa. You build yourself into what God wants you to be. Mungu anakuonyesha materials. Anakuambia yatumie ili ufanyike. Do you understand what I'm saying? Yes. Mungu hakujengi, unajijenga. Lakini Mungu ana provide material. Umesikia kile nimesema? Yes. In the kingdom of God, you build yourself. God gives you the material and the Holy Spirit to do that work. So hapa tunaona kuna vyombo vya hasira. Kuna tabia fulani iliyo na watu ambao ni vyombo vya hasira. Kuna tabia ya vyombo vya hasira. Nataka nikutajia haya mambo kidogo. Are we there? Vyombo vya hasira ni watu ambao wamejipanga kwa sababu ya hukumu na uharibifu kutoka kwa Bwana. Kwa sababu ya kuendelea kutoamini na kukataa wokovu wa Kristo. Because they have persisted in unbelief and rejection of salvation. They are instruments of God's wrath. Wale watu ambao neno la Mungu likija wanataka kuliadjust. Mambo ile inawacharacterize ni hii. Number one, wako na manifested disobedience to the word of God. Wanakataa kutii neno la Mungu kabisa. Wanafurahia neno linawafit wao. Neno likija kuwa challenge wanakataa. Number two, ni wale watu hata wakijua kile wanafanya ni mbaya, kwa
kwa sababu wanaipenda, wanaendelea. They persist in wrongdoing. Anaweza kuwa kanisani, but they persist in wrongdoing. Number 3, hawana hata huzuni wakifanya mbaya. Haleluya. Hawana huzuni wowote wakifanya mbaya. Hata akikukosea, akija kuomba msamaha, si eti anaona amekosa. Anakuja kuomba msamaha kwa sababu anajua kuna bado kitu anataka kutoka kwako. Asipoomba msamaha hata ipata. So anyenyekee kwanza ndio aipate kwanza. Do you understand what I'm saying? Hawa ni watu manipulators. Vyombo vya hasira. Wanakataa kazi ya Mungu. Kuna Wakristo ukisema Mungu ameniponya, anasema watu wengine ni kujifanya tete Mungu ameniponya. Mungu bado anaponya watu. Hawa watu they feel good when the church is attacked. Wakati kanisa inapitia mashambulizi. Niliona hata Wakristo wakati wanasema kanisa litaanza kulipa kodi, wanasema ndio. Walipe na wao, wachungaji wamesitisha. Na ni Mkristo anaongea kitu kama hiyo. Kuna watu wengi wamebenefit from churches. Na makanisa mengi yanayofanya mambo kama haya hata haitangazi. Haleluya. Amen. Mungu hana sehemu katika mioyo yao. Hana sehemu katika mioyo yao, hana sehemu katika mipango yao, hana sehemu katika future yao. Nilijua mama mmoja alikuwa na mtoto kijana mzuri, akasoma, akaanza kazi, kijana akawa mtoaji, anatolea Mungu. Mama anamwambia usiharibu pesa yako kanisani, pesa yako jiwekee. Usitumie vibaya na kanisa, pesa yako jiwekee, usiweke kanisani. Kijana huyu akaweka pesa ikaongezeka, akaanza kunywa pombe, akakuwa mlevi kabisa kupindukia. You cannot throw your child against the church. Amen. Kama Mungu amepewa mtoto wako karibu, mwacha toe, ni safari yake na Mungu. Amen. Hakuna mtu ametumikia Mungu akaibika. Ukiona mtoto wako anapenda kanisa, usimdiscourage. Haleluya. Watu wa Mungu, kunayo vyombo vilivyoandaliwa vya hasira na kuna vyombo vya God's mercy. Haleluya. Kuna vyombo vya huruma za Mungu. Verse 23. Biblia inasema, and that he might make known the riches of his glory on the vessels of mercy. Tuko hapo, Roma 9:23. Kuna vyombo vya hasira na kuna vyombo ambavyo ni vya huruma, neema, mercies of God, ambaye Mungu ameandaa ili azionyeshe utajiri wa utukufu wake. So asubuhi hii ninahubiria vyombo vya mercies, vyombo vya huruma wa Bwana. Hizi vyombo vimeandaliwa vione utajiri wa utukufu wa Mungu. You are here to see the riches of God's glory. Macho yako ione utajiri wa utukufu wa Mungu. Katika jina la Yesu. Amen. Vyombo vya huruma, they are equipped. Ni watu ambao mioyo yao inatetemeka kwa neno la Bwana. Wanatambua ya kwamba tulichaguliwa si kwa sababu ya bidii zetu ama kustahili kwetu, ni kwa sababu ya neema ya Mungu aliyoonyesha katika utukufu wake. Na hiyo inawafanya wawe watu wa kunyenyekea. Wawe watu ambao hawana maribu, hawana kiburi, wananyenyekea. Kama wameinuka, wamekuwa na huduma kali, wanaifanya hiyo huduma, ukikaa nao unaona ni watu simple. Nimeona wazungu wengi wanaelewa hii mambo sana kuliko Waafrika. Dr. Rick Warren alikuja hapa. Warren Mubira anajulikana dunia yote. Anaenda kuapisha rais wa Amerika. Siku moja akakuja hapa ICM, sisi wanafunzi tukaambia mzee amekuja. Mzee anashuka amevaa viatu vya socks na kati mikono mifupi. Anatusalimia wote.
Si eti ile salamu za kugongesha vidole na ende ni kukusalimia kukuuliza what is your name? Are you from Kenya? You came from somewhere else? I came from Congo. Wow, where is Congo? How is that country? Anapoteza muda na wewe. Mimi najiuliza niko na kwale na petie. Acha Muafrika apata kutembea na vijana ya watu kuliko wasaidia waende washughulikisha yao. Huyu amebeba simu, huyu amebeba diary, huyu amebeba Bible, lakini security sasa wako nyuma yako kwa mbele. Man of God, achana na hizo vitu. Achana na hizo vitu. Achana na hizo vitu. Hatukuitwa kutumikiwa, tumeitwa kutumikia. Mmeona hapa wakati wa lunch sote tunatoka tunasalimiana, tunaulizana umetoka wapi, habari yako, Mungu abariki. Kwa sababu we are all brothers. Hawa ni watu wana unyenyekevu. Wameokoka, wamekombolewa. Wanaelewa ya kwamba tuliitwa nje ya dhambi. We are called out of sin. Hawaishi kwa dhambi, wanang'ang'ana kila siku, wa maintain hali yao ya utakatifu. They don't enjoy sin. Hawafurahi maovu yaendelea wakiona. Wanapenda Mungu, wanapenda neno la Bwana, wanatii neno la Mungu. Wako tayari kufuata Kristo mahali popote. Vyombo vya huruma za Bwana. Oh, Jehova ninaomba hao wote wafanyika vyombo vya huruma zako. Wanasifiwe sana. The vessels of honor will always allow God to work in them and through them for his glory. Wataruhusu tu Mungu afanye kazi ndani ya maisha yao na afanye kazi kupitia wao kwa utukufu wa jina la Bwana. Nataka nibariki kila mmoja aliyejinyima akatoa pesa ili conference ifanyike. Mungu akubariki sana sana sana. Mungu akuinua na akuzidishie. Akupee zaidi na zaidi. Tuna mipango ya kuanza kufanya mikutano stadium. Kwa maana watu wanakuja. Tunaweka mahema mengi kule. Glory to God. Do you understand what I'm saying? So may God make you rich. Ufaulu katika biashara zako. Ufaulu katika juhudi zako. May you become whatever God wanted you to be. Kila chochote unaguza igeuke iwe dhahabu. Katika jina la Yesu. Bwana Mungu aliye hai. Tunataka tulezi kanisa. A Kenyan born ministry. Supported by Kenyans. To the glory of God. Lazima tusonge hapo. Lazima tufika mahali. Tunaweza fanya vitu. Watu wafikiri ni mzungu amefanya. Hallelujah. Vyombo vya masses, they pay the price of dedication to God, no matter the cost. Wanalipa gharama ya kujitenga kwa ajili ya Mungu bila kujali gharama. Hawajali ni marafiki wangapi wataniacha wakijua siku hizi nimeachana na njia zangu za zamani. I will rather lose friends but keep God. Ukisoma kitabu cha Matendo ya Mitume chapter 6, kuna story pale ya kijana anaitwa Stefano. Act chapter 6. Biblia inasema hivi. Verse 5. Hapo ni wakati walichaguliwa kama makuhani, kama
Juda. Bwana asifiwe sana. Ukikuja katika chapter 7 wanatupa story ya kijana anaitwa Stefano. Kutoka verse 1 hadi verse 60. You know, verse 8 ya chapter 6. Biblia inasema verse 7, and the word of God increased in the number of the disciples, multiplied and in Jerusalem greatly, and a great company of priests were obedient to the faith. Verse 8 to soma sote, and Stephen, full of faith and power, did great wonders and miracles among the people. Say amen. Amen. Then there arose certain of the synagogue, which is called the synagogue of the Libertines, and the Cyrenians and Alexandrians, and of them of Cilicia and Asia, disputing with Stephen, and they were not able to resist the wisdom and the spirit by which he spake. Then the stubborn men which said, we were heard him speak blasphemous, wakamusikilia wivu kwa sababu number 1, Biblia inasema he was full of faith. Sema full of faith. Full of power. Na tena wanamwambia kwamba he was full of wisdom. Amen. Hawange resist hekima aliyokuwa anaongea naye, na roho alikuwa anazungumza naye. Equipped. Stephen hakuwa full of power kwa sababu ilikuwa gift. Alikuwa full of power kwa sababu he was equipped in the word of God. Unaweza tembea katika nguvu kulingana na vile ulivyojitolea kutumikia Mungu. Haleluya. Umejitolea kujijaza na neno la Bwana, kuondoa itikadi za watu na kuweka misingi za Kristo. You can walk in power. 2026, let us walk in power. It is our year of divine establishment. May God establish you in everything you do to the glory of his name. Now, how did this happen? Chapter 7, wakati wamempeleka mbele ya wakuu, wanataka kumunyonga. Stephen aliongea Bible mzima kwa chapter 1. Kutoka kwa Adam mpaka kwa Yesu Kristo. In one chapter, the man stood there. Haangalii kwa Bible. Mungu wa baba zetu alipotembea na Abraham. Kutoka kwa Abraham. Hebu soma chapter 7 ya Acts of the Apostles. Utaona Biblia mzima summarized in one chapter by the young man Stephen. That's why it's powerful. Na alipotaja Bible akamaliza, Bible inasema aliinua macho, mbingu ikafunguka. Akasema ninaona Mungu amekaa kwa kiti chake cha enzi. Na Yesu amesimama kwa mkono wake wa kuume. Wale watu vipofu wakasema blasphemy. Huyu amehasi kabisa, huyu amekufuru. Wewe kwa sababu level zingine unapotembea na Mungu utaonekana kama mtu usioeleweka na wanadamu. That is where we are going. We don't care what the world will say. We want to have the fullness of Christ. The fullness of his manifestation. Sema amen. Kama umebarikiwa sema amen. Vyombo vya masses, they are dedicated for a specific purpose. Wamewekwa makusudi, wakfu kwa ajili ya makusudi fulani. El Shaddai tuna makusudi. Makusudi yetu ni ujumbe wa Kristo ujulikane. Utajulikana kwa vile tunavyohubiri, kwa vile tunavyoishi, kwa vile tunavyoongoza watu, na kwa vile tunavyojiongoza wenyewe. Onyesha neema na huruma kwa wale unadai. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Nataka tusimame tu. Salimia jirani, mwambie siwezi kukuuliza wewe ni chombo gani. Ninataka nijiwe. Na ninataka nikutangazie. Wewe ni chombo cha neema. Wewe ni chombo cha rehema. Wewe vile nimekuangalia. Mwambie wewe vile nimekuangalia. Wewe si chombo cha hasira. Wewe ni chombo cha neema. Wewe ni chombo cha heshima. Hallelujah. 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 Hallelujah.
chochote Mungu atafanya na sisi ni kile tutakuwa tumemruhusu afanye. Lakini nataka ujue, hata ile utamruhusu afanye, jua ya kwamba anaweza fanya zaidi ya hiyo. Salamia jirani, mwambie jirani, chochote Mungu atafanya kwa maisha yako ni kile utakuwa umemruhusu afanye. Na umwambia hata akifanya, jua hivi, anaweza fanya zaidi ya kile alichofanya. Glory to God. Bwana anasema to him who can do exceedingly, abundantly, and above all that we can pray, think or imagine. To him be glory. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Mungu ana makofi mazuri. Unavyomupa makofi maisha yako yabadilishwe. Unavyomupa makofi moyo wako upinduliwe. Moyo wako upende Yesu. Moyo wako upende kutumikia Kristo. Katika jina la Yesu. Baba, asante kwa sababu ya neno lako, asante kwa ajili ya uwezo wako na nguvu zako umeachilia siku ya leo. Biblia inasema niliwatumia neno na neno likawaponya. Tunainua mikono yetu kupokea uponyaji wa Roho Mtakatifu ndani ya mioyo yetu, ndani ya nafsi yetu, ndani ya mili zetu. Tunasema asante mchungaji wa kweli kwa sababu umetubariki. Katika jina la Yesu tumeomba na kuamini, na sote tusema amina mara tatu.